Umeona kama nyimbo alitoa Harmonize. Harmonize anaweza kutoa wimbo leo ameurekodi miaka kadhaa imepita huko. Umeona? Lakini ana nyimbo nyingi sana, ana nyimbo za kina Burna Boy. Kuna wimbo ambao Burna Boy ameimba hadi kwa Kiswahili. Wallahi upo. Nimeusikia mimi mwenyewe live. Burna Boy ameimbishwa Kiswahili. Lakini Harmonize anao. Na haja kutoa mpaka leo. Watu wengi wanajua Harmonize ameimba na Burna Boy nyimbo moja tu. Wanavyojua kama ameimba na Burna Boy wimbo mmoja tu. Na kama unakumbuka Burna Boy alivyokuwa amekuja Kenya. Harmonize akaenda Kenya, Nairobi. Kuna kipande cha video alikuwa ameenda kumalizia shooting ya video. Ngoja, Harmonize atatoa mawe. Wewe acha bwana. Sasa mimi nina maswali machache kama sio mawili. Kwanza kwa upande wako mtu unaposikia mtu anasema fulani ni msanii bora. Nini maana neno msanii bora kwa upande wako? Na kwa Tanzania kwa muziki sasa hivi, nani kwako ni msanii bora kwa muda wote? Msanii bora mimi kwangu ni Harmonize. Harmonize ni msanii bora, ni msanii ambaye alitoka ufotokopini kwa kujiamini na akajua ni nini nafanya na amesimama stable mpaka leo yuko stable. Hajayumba na anatoa mawe. Umenifahamu? Ngoma za maana. Ngoma nzuri. Umeona? Harmonize ni msanii mzuri bro. Tena sana, si kidogo. Harmonize ni msanii mzuri sana, si kidogo. Tukibaki hapo kwa Harmonize unapozungumzia kwamba ni msanii mzuri. Sasa hivi tupo kwenye kinyang'anyiro cha kuelekea kwenye tuzo za Grammy. Harmonize ni miongoni mwa wasanii ambao wanakwenda kuwania tuzo hizo. Unaona kuna nafasi ya Harmonize kuileta nchini tuzo ya Grammy huenda kwa ni kwa mara ya kwanza kwake yeye? Mimi na uhakika kama hakuna figisu zitakazofanyika. Maana kina Dynamo washindwe kutoa ili mradi tu asichukue Grammy. Kama hamna figisu, Harmonize analeta Grammy hapa nchini. Hata iwe mara ngapi ataleta, iwe kwa mara ya kwanza. Nani ameshaleta hii Grammy? Rayvanny. Ukisema mara ya kwanza unakuwa unakosea. Harmonize kwa mara ya kwanza ndio. Ni lazima inshallah kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala Harmonize analeta Grammy Tanzania. Na mimi leo nimeenda maktaba ofisini kwangu, nimeonyesha ofisini kwangu. Watu waingie Instagram kwangu waangalie au waangalie huko, nimepost huko YouTube. Na vitabu vya Albadiri zaidi ya 100. Atakayemfanyia Harmonize figisu na msomea Albadiri. Wao watoe pesa, mimi nasoma Albadiri. Alafu tuone nani atakayeshinda. Watu wamekaa kufelishana tu, kwa nini watu wafelishane bwana? Sina mtu wetu Albadiri bwana, chinja mbuzi hapo kondoa hapa ngirndi. Potezea wakafilie mbali. Tanzania muziki ulikuwa umeshakaa vizuri sana. Lakini roho mbaya za baadhi ya wasanii waliokuwa wamefanikiwa ndio zinafanya mpaka lebo zisiendelee vizuri. Roho mbaya. Yaani kutaka fulani asiendelee, yeye ndio aendelee. Unajua hapa Tanzania ilikuwa akili ya msanii mmoja ndio alikuwa anataka yeye ndiye awe msanii tu peke yake hapa Tanzania, asipatikane msanii mwingine. Na ndio maana alipokuwa achukua mameneja wa wale lebo zingine wale wakubwa ili wale wakina Temba wafe, wakina nini wale wakisimamiwa na wale mameneja wao, wakimya Moto Bendi wakachukua mameneja wao wamsimamie yeye mwenyewe, na bado kuna mwingine ambaye alikuwa hana lebo. Mameneja kubi wa nini? Ili wasanii wengine wasiendelee, wewe ndio uendelee. Kwa hivyo hatuwezi kushindwa kusema kwamba anatumia nguvu nyingi kuua lebo zingine ili aendelee kubaki. Hasa kipindi hiki anapojiona yeye ameshuka kimuziki. Diamond ameshuka. Nani aliyeshuka huyo? Dynamo. Ameshuka, lakini kuna nyimbo kali tunazoona mtaani zina bang, unasemaje ameshuka? Kuna hiyo Sambamba, kuna nani? Sambamba mimi sijasikia. Sijui ya Sambamba ni nini. Wewe ukisikia nini ndio nimesikia? Yaani wewe kusikia nyimbo siku moja ndio unasema yuko juu. Mimi sijasikia. Lakini zamani alivyotoa kila mtu bagara, kila mtu alikuwa anashangaa, jamaa mimi nilikuwa mfasi wake. Lakini sasa hivi sio kama zamani. Kwa nini tuseme ukweli? Kashuka kimuziki, kashuka ndio. Kashuka tena sana. Bwana mimi nakwambia Dynamo na lazia Diamond ni nani? Diamond ni nani? Umjui Diamond? Simjui. Diamond ni mwanamuziki? Ana record label kubwa tena na media kubwa. Kweli? Wasafi. Umjui? Mimi Wasafi kwa hiyo ni Asalamu.
wasanii pale Zuchu, Divoice. Ana wasanii pale. Sema Singeli. Singeli, Divoice, Zuchu. Simjui. Zuchu namjua. Unamjua? Diamond, boss wake Diamond sasa. Lakini zamani bwana sikia kwa na wasanii wengi sana. Alikuwa na Harmonize, alikuwa na Rayvanny, alikuwa na Mbosso, alikuwa na Lavalava, alikuwa sio nani mwingine. Walikuwa wasanii wengi lakini wamekimbia. Vipi tena? Si ndio kushuka kwenyewe ama kushuka ni aje? Sasa hivi mnabaki na Singeli. Unamjua sasa Diamond. Ameshangaa mtu ananikazia mimacho wewe sema ameshuka. Kwa nini asishuke na watu wamekimbia? Maana kushuka ni nini? Unajua kuna watu wengine wanafuataga tu mkumbo. Hawajui maana ya kushuka. Umenielewa bwana? Huko ndo kushuka kwenyewe bwana. Mtu kama wasanii wakubwa kama wale wanakupotea, wanakukimbia na kuondoka. Unabaki na Singeli. Na huyo mwingine wake ule mbaki aliyebaki naye akaona una asija kanikimbia ngoja ni muoe, akamuoa. Mziki wa Tanzania sasa hivi kwa miaka 2-3 inayokuja unauona wapi? Miaka 2 mbona michache sana? Miaka 2 unajua sasa hivi siku zinakimbia sana bro. Alwaqtu kasaifi. Tena sio kasaifi. Watu wengi wanakosea kumsemo alwaqtu kasaili. Lam takutuha lam takutaha yakutauka. Wakati kama mumbu. Umeona? Siku zinakimbia miaka 3. Unajua siku zinakimbia sana bro. Utakuwa mbali. Yaani utakuwa bado hata yani tukiacha fitna, tukaacha mambo ya kurogana, tukaacha mambo ya kufanyana figisu, tutakuwa mbali kimuziki. Wasanii wanarogana sana. Maana hiyo unaizungumzia sana fitna, kurogana. Mimi sinajua siku kwenye muziki wanajua. Kwa nini wasilogani? Mtu anataka sambamba. Sapamba. Mtu anataka sapamba kwa nini asiroge? Ndio hivyo, watu wanarogana. Wanarogana sana kwa sababu tu ya mafanikio. Adunia kalminjari istiwauha fi iwijajiha. Dunia ni kama mundu. Unajua mundu? Ni nini? Panga fulani hivi. Wewe Mswahili. Wewe ulikuwa unijue wewe. Ile ya kukatia majani ile. Sasa dunia ni kama mundu. Ile mundu ili majani ya katwe vizuri lazima kukipatikane kitu kama mundu ile ya kukatia majani. Ndio dunia ilivyo. Ili uipate lazima uende upinde. Ujipinde yani usiwe straight. Nenda wrong. Ndio unaona kama ndio Waarabu wamefananisha dunia kalminjari istiwauha fi iwijajiha. Kwa dunia ndio hivyo, watu wanafanya mambo mengi ili wafanikiwe maisha. Mimi naomba niulize swali langu la mwisho kwa upande wangu. Muziki wa Tanzania umekuwa kama vile unawatenga wasanii wa kike. Kulikuwa kuna Zuchu, kulikuwa kuna Nandi, au kina DJ D, lakini sasa hivi of course wapo, ila kwa hawa wengine kama vile sasa hivi hawawiki, yupo Zuchu peke yake. Shida ni nini mpaka wasanii wa kike hawa wavumi kama alivyovuma Zuchu? Shida ni nini hapa? Muziki wa Tanzania ni kama alivyosema yule mwanzo kwamba hauna ladha ya kuendelea. Wangekuwa wanaimba nyimbo zile za kudumu, hata kama asingefanya kazi ya miezi 2 au hata miaka 2, ile ngoma yake ingeendelea kupigwa. Lakini kwa sababu Tanzania wanafanya nyimbo nyepesi, laini sana ambazo mtu akitafuna kama Big G ule utamu umeisha, basi watu wafanye kitu ambacho ni chenye kudumu, kitu kizuri kitakachovutia. Yani kitu cha kudumu ni nini? Ni kila ambacho kinagusa jamii. Leo kiimba leo wimbo unaozungumzia kutetea maslahi ya maskini au wafanya biashara kama Machinga. Tutaona Machinga kila mara hiyo ngoma ataipiga wapi, lakini kila siku mapenzi hivi hayana thamani. Sasa hivi mapenzi hayana thamani. Mapenzi yameimbwa mpaka yamekuwa hayana thamani mapenzi. Mpaka imefikia tu hata wale wapenzi wenyewe hawaoni wanaume kama wana thamani, mpaka inafikia tu mwanamke analala mwanamke mwenzake. Ndizi mapenzi yalikuwa machafu sasa hivi yalipofikia. Yaani wameimba mpaka mapenzi yamekuwa machafu, hayafai. Hayapo duniani tena. Tukizungumzia wasanii ambao wamefanikiwa sasa hivi ambao watu wanaweza kuona kabisa yes wanatajwa Diamond, Harmonize, Alikiba, Rayvanny, kuna wasanii ambao wanakuja upcoming artist. Kuna kitu gani ambacho kinawafanya wasifikie hizo level za kina Diamond, za kina Alikiba? Nafikiri au upcoming kinachowafikirisha ni
ni uharaka na papara ya maisha. Mtu hajakaa sawa, anataka ajitegemee. Na yashakuwa, yani unakuta mtu anakaa kwenye lebo, anaangalia ile maisha anayoishi Harmonize. Anaangalia good time anayokula Harmonize, ile good time anayokula Harmonize. Anatamani na mimi sinaimba kama huyu. Hakuna mimi nitakuwa kama hivi. Au nijitegemee. Anajitoa pale akajitegemea, kumbe bado alitakiwa atulie, atengenezwe awe mwanamuziki bora. Mwisho wa siku akitoka pale anaenda kupotea. Wewe ni mtu ambao unaojua vizuri muziki wa Tanzania. Ukizungumzia umetembea kwenye lebo hizi kubwa kwa Harmonize, wapi umefika kote huko. Watu wanasema kwenye upande wa production, I mean studio, kumekuwa ni vifaa ambao wanatumia ma DJ, ma producer, ni kwamba haviproduce ile sound ya ule muziki ambao unahitajika. Yawezekana compare na nchi nyingine. Yawezekana pia hilo pia linaweza kuwa linachangia, kwa sababu sisi bwana tunapenda vitu simple sana. Tunapenda vitu vya juu sana. Unanunua kitu simple cha bei nafuu, unaenda tu hapo Nairobi au Kariakoo unanunua, ushafungua studio, ukirekodi wimbo mmoja, ukahiti. Umeona ushakuwa producer mkubwa. Baada ya kutanua studio ununue vitu bora na vitu imara, unashindwa. Wanashindwa kununua vitu imara, vitu vizuri kutoka kutoka Amerika. Studio kubwa, mtu akiingia sema kweli hii studio. Why? Hatuwezi, sijui kwa nini. Mungu tu atusaidie bana, kusema kweli. Awasaidie wasanii wetu tufike mbali, lakini ipo siku tutafika tu pazuri bro. Ostaz Juma, upo karibu na Konde Gang sana. Tumeona Harmonize ametoa kazi, Friend Zone, amemshirikisha Ibra. Tumeona Ibra hajapost chochote. Kuna nini kinaendelea hapo? Kwani Ibra angepost ingekuwa nini? Hata Ibra angepost asingepost isingesaidia, kwa sababu hata Ibra wakati yuko Konde Gang aliyekuwa ana push nyimbo na zipigwe ni Harmonize, sio Ibra. Ibra alikuwa mtu wa kushughulikiwa. Kwa Ibra yeye mwenyewe bado ni msanii mdogo, akaunti yake ni ndogo, kwa hata angepush kwanza angepush wapi? Kama ile Love mda mwingine brother katoa ngoma afu kanisimamia. Ingekuwa ni msanii mkubwa yeye, lakini sasa ni kitu ambacho akishtui kwa Ibra kutofanya. Ni kitu ambacho akishtui, kwa sababu Ibra sio msanii mkubwa, ni upcoming, bado anajitafuta. Bado anajitafuta. Pia anaona aibu, anaona si nini vipi. Kwanza mimi naona hamna sababu yeye mwenyewe kuuliza kwamba amepush.